May we be seated in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini ya kwamba tumebarikiwa mpaka hapo. Amen. Amen. Grace ametuongoza kwa maombi ya kuombea my mother. She is still there in the hospital. I still believe in God for her healing. She's supposed to be attended this Friday, this coming Friday. And by the grace of God, tunaomba report njema if itokee kwa jina la Yesu. Na hata kabla hiyo Friday ifike, ile maombi tumeomba hapa, imtembelee, imuguze kitanda ile ya Merara kwa jina la Yesu, na imuinue kutoka hapo in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa sababu Mungu anaweza kufanya hayo yote, anaweza kumuinua pale yako. Sio lazima tungojee hiyo siku ifike. Amen. Hata kabla ifike, Mungu anaweza shughulika hiyo maneno na hiyo shinda inaisha tu. Amen. You believe in that? We are waiting for a new report. Last Sunday tulitoka hapa tukaenda maombi kule Gondone. Na naambia yule tulikuwa tumeenda kuombea, alikuwa akapigwa na shaitani na mapepo na uwete. Pastor alimuona, yeye alikuwa amekaa anabebwa. Naambiwa saa hii abebwi. She is on her feet. Hallelujah. Na tuliwapeanga ultimatum, tukawaambia Sunday kabla ifike hiyo maneno ikuwe imekwisha. Na Mungu amefanya. Sema amen. The Lord is good to those who are good. Amen. Niambiwa ya kwamba huyo anajikaza ni chairlady wa kanisa. Shaitani inapiga mpaka chairlady, inaenda mpaka kwa madhabahu. Sema shaitani ashindwe kwa jina la Yesu. Mukami is back. Amekuja likizo kidogo, I believe. Ya kwamba umekuwa vizuri kule shuleni. Nimekuwa nikiambiwa you are doing well. Ni wakati nimeambiwa umekuwa mgonjwa, but let me not talk things about you and you are here. You can say hallelujah. Niwakaribishe tena kwa jina la Yesu katika ibada hii. Niko na dakika 10 ya kumaliza. Pastor ametufundisha vizuri asubuhi. Wakati nilikuwa namwambia wewe ndio uko na ibada, Roho alikuwa ananiambia kuna vitu zina float hapa na hazijashuka, na sasa zimeshuka. Amen. Wewe ni Esau ama wewe ni Jakubu? Hallelujah. Esau anaamuka asubuhi anaenda kazi, anakuja jioni anakula kile amepata, alafu hata kukiwa na a need yenye inahitaji kuadresiwa haraka haraka, emergency hapo, ana kitu ataenda kutafuta. Ndio maana yani hiyo spirit tumepigana naye hii kanisa completely ikwishe kwa jina la Yesu. Ikufe kwa jina la Yesu. Sisi tusikue na maneno kama hiyo ya Esau. Unajua ukiwa kama Esau utauza birthright, hata ukikataa, hata ukikaa hapo unasema nimekataa, utauza. Ukiwa unakataa hivyo tu utauza birthright. So kataa hii story. Na kukataa ni njia moja, ni kukua kama Jakubu. Jakubu yeye anapanda, yeye ni mkulima. Mkulima ni mtu ambaye ana multiplying seed into
a lot of produce. Amen. Mkulima pia anafuga, unasikia anafuga mifugo. So ni mtu ambaye akipata mbuzi akuli, anaiweka hapo iongezeke. Kama atakula watoto wake. Haleluya. Akipata kuku akuli. Kuna mtu hawezi lala nyumba moja na kuku, lazima aue, lazima akule. Unajua kuna watu kama hao. So aendi akipata kuku ya anafuga, anaweka hapo. Kama atakula mayai, sema amen. Ama vifaranga wake. Akipata ng'ombe anawekelea hapo, anaimultiply kwanza. Akipata pesa, wacha nifike hapo sasa. Akipata pesa, ikifika kwake, apatiani kwa duka achukue mikate, apatiani kwa duka achukue nyama pekee, apatiani kwa duka achukue sukari na pesa yote. Akipata pesa anaiwekelea hapo, anaimultiply kwanza, anakula profit. Sasa hiyo neema zitushukie kwa jina la Yesu. Na ikiwashukia, make sure you remember God. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Make sure you remember God. Amen. Make sure you remember God. Upper, we said that we are going to manufacture millionaires from this place, and may you be one of them. We said we will manufacture people who are financially free from this place. Na niliombea jana wale hatukuwa na wao. Niliomba jana Mungu atupatie neema. Na juzi, by the way, I made this prayer twice. The 2 days. Mungu atuachilie neema ya kudedicate magari kutoka kwa hii kanisa kwa jina la Yesu. Zile zitanunuliwa na sisi. Sema sisi. Sema sisi. Na hakuna yule atachangiwa. Mtu atanunua yake. Sema amen. Kila mtu atatafuta pesa anunue yake. Wewe mwenye anangoja kuchangiwa utangoja sana. Unajua maandiko inatuambia the blesser is blessed. So ukikuwa the giver is blessed more than the recipient. So wewe mwenye unapokea ubarikiwi, mwenye anapeana ndiye anabarikiwa. Sasa mimi sitaki kupewa tu, nataka kupeana. Sema amen. Mimi nataka nisome kitabu hiyo pastor alikuwa anasoma, lakini sasa chapter nyingine hiyo ya Genesis. Fungua hiyo Genesis. Story ni ile ya Jacob. Sijui ni aje iliingiana hivyo maneno. Story ni ile ya Jacob. Jacob 32. Kitabu ya Genesis 32. Story ya Jacob hapa. Genesis 32. Unajua chapter 32 mstari ni wa 22. Nataka tukamate kitu hapo, tuende naye nyumbani na tuibebe mwaka huu. Sema amen. Amen. Tuibebe mwaka huu. Nataka kuna kitu Mungu alikuwa ananenea asubuhi ya kwamba on Sunday tuwe tunafanya ibada afternoon after service, ibada ya wimbo. Na mcheza kinanda akuje aliongea na yeye. Praise the Lord. Amen. Akuje hapa we'll do a session ya wimbo mzuri. We do a practice and then we have something to take to the hair. Praise the Lord. Amen. To take to the hair. Something good, something nice. And we'll be doing that on a daily basis, on every Sunday. On a weekly basis. Okay? So, nataka tusome verse 22. Nataka tukamate kitu hapo, tuende naye nyumbani. Tuunganishe na ile pastor ameashiria asubuhi, tuende naye nyumbani. Soma mstari wa 22 Kiswahili. Nataka nisome na Kiswahili ili tusisome vitabu mingi, tusome vitu mingi. Niende na hiyo lugha peke yake. Akaondoka usiku ule. Yes. Akawatoa wakeze wawili.
na vijakazi wake 2 na wanawe 11. Yes. Akavuka kivuko cha Yaboki. Akavuka kivuko ya Jaboki. Nataka tuangalie kidogo tu. Bado tuko katika hii neema ya Yakobo. Amen. 23. Akawatoa, akawavusha mto. Akawavusha mto. Akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Akavuka na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Na mtu mmoja akashindana naye miereka mpaka asubuhi. Endelea. Naye alipoona ya kuwa amshindi, yes, alimguza panapo uvungu wa paja lake. Yes. Akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Yes. Alipokuwa akishindana naye. Yes. Next verse. Akasema, niache, yes, niende. Yes. Maana kuna pambazuka. Akasema, yes, sikuachi, yes, usiponibariki. Next verse. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Next verse. Akamwambia, yes, jina lako hutaitwa tena Yakobo, yes, ila Israeli. Yes. Maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Thank you. Next verse. Yakobo akamuuliza, akasema, niambie tafadhali, jina lako? Yes. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Thank you. Akambariki huko. Thank you. Na mahali pale mstari wa 30. Yakobo akapaita mahali pale Penueli. Yes. Maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Thank you. Next verse. Jua likamchugia akivuka Penueli. Yes. Akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hivyo wana wa Israeli awali hule mshiba ulio katika uvungu wa paja hata leo. Awali hata leo. Maana alimguza Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshiba wa kiuno. Sema amen. Amen. Baba, kwa jina la Yesu, naomba unizungumzie kupitia mistari hii. Kwa jina la Yesu, nisikie sauti yako kutokana na hii mistari, inibebe kutoka hapo. Yes. Ile wakati umebaki. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Sema amen. Amen. Maandiko inatuambia akaondoka usiku. Sema usiku. Usiku. Pastor alikuwa anatueleza mambo ya usiku pia. Hapa maandiko inasema akaondoka usiku. Wakati mbona inaitwa usiku? Usiku hapa inasimamia ile season Yakobo alikuwa kwake. Kutoka Yakobo achukue ile baraka ya Esau. Hakuishi kwao tena. Esau alijawa na hasira ya kutaka kumuua. Maandiko inasema mama yake akamwambia atoroke, na akatoroka. Jina la Bwana litukuzwe. Baada ya kutoroka, Mungu alimbariki kule alienda. Kule alienda akaishi na Labani. Na Labani akampea binti 2 ambao ni Rachel na Lea. Baada ya kukaa kule, Mungu alimbariki kwa sababu siku ule wakati alikuwa anafuga mifugo ya Labani, na Labani akamwambia aseme kile kitu anataka ampe ili ikuwe malipo yake. Kwanza akasema ni binti, baada ya hiyo maneno akapewa binti 2. Sitaki kueleza hiyo, sio injili ya leo. Haleluya. Maandiko inasema siku moja akaambia Labani amuachilie aende. Na Yakobo akaambiwa zile kondoo zote ambazo ziko na rangi tofauti tofauti ndizo nitakupatia uende nazo. Haleluya. Sema amen. Wakati ule maandiko inasema Yakobo akatumia vinjiti
zile ziko na rangi tofauti tofauti, wakati zile kondoo zinapo mate, wakati zina mate, zikipata, zikigive birth, zinazaa kondoo walio na marangi mingi, kama vile Labani alimwambia, hizo ndizo nitakupatia. So kondoo zote zilianza kuzaa kondoo ziko na marangi nyingi. Sema amen. Wakati Mungu amekubariki, hata ukiwekewa condition itawaka on your best. Hallelujah. Wakati sasa aliwachiliwa na zile kondoo mingi, sababu aliambiwa pita katikati ukichukua zile ziko na rangi nyingi, na akaenda nazo. Baada ya wakati alienda akaanza maisha yake na bibi zake wawili na familia yake na mifugo yake, na Mungu akamubariki sana. Ndio sasa alikuwa anaishi maisha ambayo iko uncertain, kwa sababu anajua ndugu yake Esau huwa anamtafuta ili amuue, na akapanga kufanya amani, kutafuta amani na Esau. Siku moja, andiko inasema akaanza safari ya kuenda kutafuta Esau, na akachukua watu wake, familia yake, wake zake wote wawili na mifugo yake yote. Maandiko inasema alibeba kila kitu yenye alikuwa nayo, akaituma mbele yake, ianze safari mbele yake, yeye anakuja akiwa nyuma. Maandiko inasema yeye akabaki alone. He has already gathered all that he has. Anapelekea Esau, anaenda kumuomba msamaha nayo kila kitu yenye ako nayo. When you are in a season, unaishi maisha in a season iko uncertain, you must be ready to make serious decisions that will give birth to another season. Praise the name of Jesus. Jacobu akaamua kila kitu ambayo Mungu amenipatia, wacha nienda nitafute Esau, nimupatie, nimuombe msamaha nayo, na mimi niweze kuishi sasa maisha ambayo yako sawa sawa. Kufika mahali maandiko inasema wakati walivuka, aliwavusha, yeye akabaki peke yake. Mungu huwa wakati mwingine anawacha uachwe peke yako, hata na familia. Aliwachwa hata na bibi, wote wameenda, watoto wameenda, mali zake zimeenda mbele yake, akabaki peke yake, so that God can speak to him. If you are in a night season, usikubali ipite kama Mungu hujasikia sauti yake. Ukikuwa kwa season ambayo sio mzuri, sio ya kupendeza, make sure be attentive to God. Whatever that happens in your life in that time is speaking something to you. Kila kitu ambacho kinafanyika kwa maisha yako wakati uko kwa night season in your life, send a certain message in your life. Hata ndoto ikikuja, kama vile pastor akatuambia, usikue casual, usitreat ndoto casually. Hata ndoto ikikuja, it is communicating something to you. Wakati unapoomba, ukisikia msukumo ya kitu fulani, it is communicating something to you. When in your life, uko kwa season ambayo sio ya kufurahisha sana, usijiweke busy na mambo mingi. Make sure you are also sensitive to hear God, kwa sababu Mungu ananenanga huo wakati. Maandiko inasema usiku akaamua kubaki peke yake. Baada ya hiyo, maandiko inasema usiku akiwa amelala, mtu mmoja, kuna Biblia zinasema ni mtu, kuna version zingine zinasema ni malaika. Malaika akatokea, wakafanya naye miereka, wakagongana vizuri, wakapigana vizuri. Kiswahili unajua akina maneno mingi, inasema ni kupigana. Kiingereza ni kuresto, si fighting. They wrestled, wakapigana. Ina maana ya kwamba alikuwa anapita tu, Jacobu akashikilia yeye, akashika yeye katika ndoto, na wakapigana usiku mzima. Wakati iko karibu kufika asubuhi, ndio malaika anamwambia,
niwachilie, asubuhi iko karibu. Wakati anaona asubuhi imefika, ndiye anamguza hapa, anampiga, anamguza pale kiunoni, na ndio mifupa ikaepa. Na maandiko inasema mpaka wa leo Waisraeli hawakuli hiyo pati ya mwili ya wanyama mpaka leo, kwa sababu malaika aliguza their ancestor in that part. Na maandiko inasema Yakobo aliishi maisha yake yote akiwa ana mguu ambao haukanyangi vizuri, kwa sababu uliguzwa na mifupa ikawachana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema wakati alimguza, bado mguu ikiwa mifupa imewachana, haiwezi kanyanga vizuri chini. Maandiko inasema bado Yakobo amwachilie. Ndio baada ya kumguza, ndio malaika anamwambia tafadhali niwaachilie niende sasa, kuko karibu kufika asubuhi. Yakobo anamwambia sikuachilii. Hata baada ya kushikwa hivyo, hata baada ya kuumizwa, anamwambia sikuachilii. I will not let you go until you bless me. Praise God. When you are in a night season, sometimes you get out of that season with injuries. But what you should know is, baada ya hiyo season, shikilia Mungu. Lazima utoke hapo na baraka. Well, you went there with another name, you must get out with another name. Amen. Maandiko inasema akamwambia jina lako ni nani? Ni Yakobo. So anataka akumbuke vyenye unaitwa kwanza. Hii inamaanisha kundeceive. Yakobo, umekuwa maisha yako yote ukipata vitu zako kupitia nguvu zako, skill zile uko nazo, maume yawe na yo neta yo interview na bio through nguvu zako na hekima yako. Lakini kutoka saa hii tunakuondoa sasa kwa hiyo jina, kupata vitu kupitia nguvu zako. Sasa saa hii unaitwa Israeli. Praise the Lord. Yakobo akapigana na malaika usiku mzima, kwa sababu alikuwa anajua he is a pregnant man who is carrying a whole nation of Israel. Praise the Lord. Sijui wewe umebeba nini kwa maisha yako. Sijui wewe unataka kumbali nini kwa maisha yako. I don't know what you want to give birth to. I don't know what you want to see in your life. I don't know what you want to deliver in this planet. Sijui ni nini unataka kuzaa katika haya maisha. Sijui ni nini unataka kuona katika maisha yako. Hiyo ndio itakuwa msukumo yako. Yakobo akapigana na malaika usiku mzima. Hata akiwa ameumia bado anaendelea kupigana. Na maandiko inasema akamwambia utaitwa Israeli, kwa sababu wewe umepigana na watu na Mungu wote umeweza. Imagine a man fought with God and prevailed. A man fought with men and prevailed. A man fought with God and prevailed. Alafu Wakristo wa siku hizi wanataka neema ya Yakobo na wanashindwa hata na roho za ancestors zao. Wewe mbona umesimama? Mbona maisha yako haisongi? Kwetu ni madhabahu. Madhabahu ndio imetuzuia huku kwetu. Naomba watu wakuje tuombe madhabahu zibomoke. The people that are our fathers. Our fathers conquered, prevailed even against God. They even fought angels and they prevailed over them. We are praying for this anointing, and we are being even defeated by witches in our neighbors. I pray in the name of Jesus that this church will bring up warriors that will prevail over everything. Whatever that it opposes you, you will prevail. Whatever that is limiting you will prevail. What limited others in your family, you will conquer. Biblia inasema because you are fought with the angels,
with God, and you are fought. Not someone else has conquered for him. You are fought. You have wrestled with men and you have prevailed. You also, you again, you have wrestled against God and you have overcome. Praise God. Hakuna mtu atakushindania hizi vita. Ni wewe. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Ni wewe utazipigana. Kama baba zetu waliweza, hata wewe utaweza. Kama Yakobo aliweza, hata wewe utaweza. Hallelujah. Andiko inasema, he prevailed, he has wrestled with God and men, and you have prevailed. What? Jina ile uko nayo. Kuna wale watu wamebeba vitu kubwa kwa maisha yao. The name that you have today, it can only be changed if you prevail. If you fight and prevail, that's the only time your life changes. Unajua, pastor alikuwa anaongea mambo ya betting. Hakuna watu wengine wanaishingi maisha ya kumbeti kama wamama. Wao wawekelei mbeti kwa Betika na wawekelei mbeti kwa SportPesa. Wamama wakati mwingi wanaishingi maisha ya kumbeti. Leo unajua ni Yakobo atakufanyia hii. Siku hiyo nyingine unajua ni Esau atakufanyia hii. Na siku hiyo nyingine ni Musa atakufanyia hii. Siku hiyo nyingine ni Ibrahimu, ni Isaka hiyo nyingine. You are living on their pockets. You are not sure because it is not in you. Sio wewe uko na hiyo pesa, ni wewe wako nayo. So wewe imani yako, mipangalio yako ni so and so ndiye atafanya hivi. Huyu naye atanifanyia hivi. Huyu naye atanifanyia hivi. Hiyo ni maisha ya kumbeti. Praise the Lord. If you want to come out of betting life, unajua atuambiwi tuache kumbeti ile ya kuwekelea pesa peke yake, hata ya kuwekelea matumaini yako kwa binadamu. Mpaka Biblia ikasema atakaye tumainia mtu amelaaniwa. Hapo unaona wamama wanatumainia wazee. Na ndio maana nikawaambia siku ile nyingine, men are not providers. Angalia mtu mwambie, men are not providers. Men are not providers. God is the provider. Hallelujah. If you say your trust is on a man, ambaye ndiye unajua he is the breadwinner. He is not also the breadwinner. I said God is the breadwinner. Is the bread giver. The prayer says, give us our daily bread. Mzee anaomba akisema hivyo, give us our daily bread. Glory to Jesus. So if everybody is praying, give us our daily bread. Why do you want someone to be given the bread then gives you? Kila mtu aitisha mkate. Salimia mtu mwambie kila mtu aitisha mkate. Hata kama wewe ni mama itisha mkate. Hata kama wewe ni msichana itisha mkate pia. Tafuta mkate ipate ya kila siku. Sema amen. Proverbs 31 inasema, mwanamke mzuri anaweza patikana wapi? Alafu inasema a good wife ni mwenye anaenda anatafuta shamba ananunua, si ananunuliwa. Alafu inasema tena ni mwenye anaamuka asubuhi kabla jua mwangaza ikuje. Wewe unaamkanga saa ngapi? Alafu inasema tena huyu mama ni mwenye akienda kutafuta anakuja na chakula jioni. Wewe unakujanga nayo. Alafu inasema huyu mama pia anajua kupanga wafanyikazi wake na anawalipanga wakati unaofaa. Wewe kuna wafanyikazi uko nao. Hallelujah. By the way, if you want to test whether you are a good woman, read the Proverbs 31. Watana na wife. Ondoa one wife there, female. Ukitaka kujua kama wewe ni mama mzuri ama ni msichana mzuri, soma 31 na uangalia na urevise akili yako.
Revise vile unavyofikiria, the thought pattern, the thinking yako, alafu soma Proverbs 31. Bwana Yesu asifiwe. Eti Proverbs 31 inasema ananunurianga watoto wake nguo. Wewe unangoja mzee anunue. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo, alafu angalie mawazo yako. Wale hamjaolewa, unakaa kwa hapo unafikiria, mimi natafuta mzee mwenye atakuwa ananunulia nguo. Wewe mzee mwenye atanishoneshanga nywele. Think of what you can do and be like that woman. Proverbs 31. Sema amen. Sema amen. Huyo ndio mama. Unajua wazee wameitwa provider, breadwinner, wanakufa, wanabaki, wanawacha wamama huku. Kila ukihesabu familia 10 unakuta mama anaitangwa aje mama mwenye hana bwana. Unakuta wanjane 7 na familia 3 ziko na wazee. Unakuta wanjane tu, wazee walikufa. Mimi nitaishi. Basta, mimi nitaishi. Sitakufa kwa jina la Yesu. Nikiwa naenda kutafutia mtu kwa jina la Yesu. Unajua nikiongea na wazee huwa wanasema, kabla nioe nilikuanga na pesa. Baada ya kuoa pesa ziliisha. Mimi sitakufa kwa jina la Yesu, nikienda kutafutia wamama. Sema amen. Praise God. Najua ni Biblia inasema hivyo. Na ndio unaona wazee wanaishingi, ukienda koti utakutanga wazee wanaishi koti. By the way, those are the areas that you can get more men than women. One of the places you can get more men than women ni koti. Wazee wanaishi koti na makesi za mashamba. Sababu anatafuta shamba ya kuachia Mutweri, anatafuta ya kuachia Munanu, anatafuta yani zote anangangana apate mashamba ya kuachia huyu, kupatia huyu. Hapana. Praise the name of Jesus. Sisemi eti wazee wakuwe useless. Kila mtu aende atafute. Hakuna. Unajua nasikianga ukiangalia hata kwa mitandao, kuna wamama wanasikizanga mitandao, wanafuata mitandao. Eti pesa ya mzee ni yetu, pesa yake ni yake. Proverbs 31 is your compass direction. Amen. Proverbs 31 is your compass direction. So, ensure kuna kitu huko naye ya kufanya. Tokea asubuhi, tafuta pesa, ukuje jioni nayo. Na unakuja unapanga watu, unanunulia watoto nguo, unapanga wafanyikazi, sema amen. Unatafuta hata ng'ombe unanunua. Unatafuta kuku unanunua. Si unanunua. Imagine katika hii dunia tunaishi saa hii, kizazi cha leo, wanaume waende na mama kwa duka, kwa shop, kwa hoteli. Eti mtakula mkimaliza, asimame hapo kwa mlango anakungojea. Wewe upitie counter alafu ukuje. Tuende. Sema shetani ashindwe. Hamtaki kusema shetani ashindwe. Shetani ashindwe kama unakataa na hata kama unataka. Ashindwe ukiwa utaki. Kwani una mahali unataka na shetani ashindwe? Sema shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Sema amen. Mimi hatuwezi enda kwa hoteli eti usimame kwa mlango. Mtu alikuja hapo amejipanga kivyake. Sema amen. Unless kama ni mimi nilikuita. Kama ni mimi nilikuita ni sawa. Kama sikukuita. Jiripie. Mtu abebe mbiru zake. Maandiko inasema hivyo. Sema amen.
Unajua wewe unaona Yakobo anabaki anapigana na Mungu mpaka anaweza. Alafu na wewe umeshindwa na kupigana na kulipa nyumba. Yaani umeshindwa kupigana na rent, uprevail. Hata rent imekuangusha. Umeshindwa kupigana na clothing za watoto, hata clothing ya watoto umeshindwa. Umeshindwa kupigana na tumbo, kulisha tumbo yako tu, hata tumbo yako imekushinda. Who are you? Our ancestors, our fathers, the ones we believe, the ones who went this way, journeyed this journey ahead of us, that we are following. Our baba zetu, they conquered against even gods. Halafu wewe umeshindwa kuprevail over transport. Sema nitaweza. Sema nitaweza. Haleluya. Yakobo akapigana na miungu akaweza. Akapigana na binadamu akaweza. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Even you, the others in your family, you should not even be talking about them. Because our fathers has conquered even the gods. Who are you not conquering the devils? The demons you are supposed to conquer. And your name will only overcome. Even after getting injuries, you refuse things to go. Even after getting injuries, ukatae. Mimi siwezi wachana. Unajaribu kufanya kitu fulani. Hata ikikataa kuwaka au ukipata hasara, wewe endelea tena. Sema amen. Usiwaachie hapo. After the injuries, continue holding up. Hold on. Don't refuse. Don't stop. Don't let it go. Jacob did not allow, did not permit the man to go. Hata kusikia, baada ya kusikia ameumia, ni kama anamuweza, bado akashika. Uendi. Niwachilie niende kunataka kufika asubuhi. Uendi. Ni nini unataka? Unibariki kwanza. Haleluya. Ukianzisha biashara, hata ukipata hasara, wewe endelea. Sema wewe biashara sikuachilie mpaka unipatie faida. Haleluya. We said, let people open channels. Ndio maana sasa anasema, tukikuja hapa tukifanya vitu, uko na vitu content ya kutuma hapo kila wakati. Grow that channel. Hata ikitaka kufika ile nafasi ya kupata pesa baada ya mwaka moja, continue. Sema lazima sikuachilie. I will not let you go. You must bless me. Hallelujah. Lazima nipate faida hapa. Lazima nipate faida hapa. Now, as I conclude, unaona ukipata pesa, ukikuwa kama Yakobo, kama uko na neema ya Yakobo, pesa ikikuja, hata ukiwa na njaa, hautaispend yote. Hata ukiwa bado na mahitaji, hautaitumia yote. You will not let it go. Praise the Lord. You will not let it go. Ile kuumizwa kwa Yakobo ni kuwa hata nikuwa na sababu ya kuachilia hii pesa kwa sababu kuna vitu unahitaji. You will not let it go. Utasema, pesa, wewe 200, lazima unizalie kwanza. Lazima unipatie faida kwanza. Lazima unipatie faida kwanza. Kabla uondoke kwangu, utanipatia faida. Sema amen. Ukilipo mshahara yako, wacha kununua nguo na pesa yote na viatu na kutengenezwa nywele. Suspend everything and say, I will not let you go. Money, you have to give me profit before you leave me. Say amen. That is the grace that we want. Pastor, hiyo neema ya Yakobo, tuombe mpaka tusikie ya kwamba inafanya kazi kwetu. Are we together? Eh? Let us grace work with us. So, be you are last month. Be you are one you. Let us see it. Let us see that money even at the end of this year. Bado uko na pesa. Kutokana na hiyo mshahara ya January, kuna ile uko naye mpaka sasa hivi. Ama ulikula yote. Ile utalipa mwezi huu.
ile utapata mwezi huu, wale wako kwa faida kwa business, ile utapata mwezi huu, make sure hakikisha ya kwamba unaiweka. Kuna ile tutapata uko nayo bado baada ya mwaka huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. We want to see you with money. Tulisema last time, sio tumia pesa ikuzoee, ni weka pesa ikuzoee. Kaa na pesa ikuzoee. Kaa na pesa ikuzoee. Na by the way, let me tell you, unaona ni kwa nini wewe ulizaliwa ukiwa kama mtoto kandogo hivi, ukiwa unatoshana ukiwa na kilo 2. Wengine kuna wale wazaliwa hata na 1.8, na wengine wakazaliwa na kilo 3, wengine wakazaliwa na kilo 4, wale walikuwa wakubwa. Baada ya kuzaliwa hivyo ulikuwa unatoshana kandogo, lakini saa hii uko mtu mkubwa unatoshana hivi. Kwa sababu gani? Umekuwa ukikula pesa ile, umekuwa ukinunua naye vitu vya kukula, ukikula ukiweka kwa tumbo, auitishi tumbo tena, auendi kutoa kwa tumbo tena baada ya kuchukua kukula. Jifundishe hivyo, kukua na account yenye ukiweka pesa uendi kuitisha tena, ili uone ikikua. It will grow just the same way you grew. Praise the Lord. Hata kama ni kidogo kidogo. Eti kuna siku ulikula ngumu, siku nyingine ukakula ngumu ni ya shilingi 5 tu, siku nyingine ukakula keki ni ya shilingi 10. Siku nyingine the whole day ulikula chakula ya serving spoon moja. Siku nyingine ukakula hii. Alafu kidogo kidogo, with little by little you have become that kind of a big person. Just because kitu yoyote yenye unakulanga, you don't ask for it again. Uitishangi tumbo. Inakula inaunda mwili. Inakula inaunda mwili. Inaendelea kukua, inaendelea kukua, inaendelea kukua. Have such an account for your growth. Unaiwekelea pesa na usiitishe. Ikae huko. Hiyo sio ya kuitisha. And that is what wise people do. You don't only give the stomach. Unajua stomach ni account moja yenye Mungu alitupatia na inaweza kufanya maskini forever. Unaipatia na itawahi kurudishia. Lakini utapata faida, umekuwa mkubwa, unaendelea kukua mtu mkubwa, unapata nguvu, unapata uwezo, unapata nguvu ya kufanya vitu zingine zinakupatia faida. So have such an account that you are growing, so that they can give you some power to do other things, some strength, some ability to do other things. Your account usiitishe. Uitishe profit peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tafadhali usiseme una pesa. Usiseme hivyo kabisa. Usiseme hivyo. Ulifika hapa kwa sababu uko na pesa. Uko uhai leo kwa sababu uko na pesa. Umepaka mafuta leo kwa sababu uko na pesa. So wale watu wako na pesa, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wako na pesa, Bwana Yesu asifiwe. Leo umevaa nguo kwa sababu uko na. Leo umevaa minda kwa sababu uko na. Ama hamna. Leo uko uhai kwa sababu uko na pesa. Kama una pesa ungekuwa uliaga jana. Tungekuwa leo tunatangaza mazishi tarehe fulani. Vyenye tutakuja. Lakini uko hapa kwa sababu uko na pesa. Thank you very much. I just wanted to conclude that service like that, na tumemaliza. So, neema ya Jacob ya kukusanya